Upande wa pili nje, Ada anaonekana kutoka ndani ya gari na kuufunga mlango wa gari. Akaanza kutembea kwa kupapasa kuelekea ndani. Yaani shangazi mtu kashuka na kumwacha mpwa wake ndani ya gari, na wakati anajua kabisa Ada hawezi kuona. Yaani ana roho mbaya iliyopitiliza. Basi Ada akatembea kwa kupapasa mpaka akaupata mlango. Oge kumuona dada yake Ada anaingia ndani, akamsogelea na kumshika mkono. Unaendeleaje na madaktari wamesemaje? Shangazi mtu anasema madaktari wamesema ameupata upofu kutokana na uzembe wake. Na kingine anachoshindwa kuelewa, kwa nini ameshindwa kulisi vitu vingi kutoka kwenye hii familia na kwenda kulisi upofu kutoka kwa upande wa mamako. Yaani hata anashindwa kuelewa kwa nini kakangu alimwoa huyo mwanamke aliyelaaniwa. Yaani kumpa mtoto mlemavu wa kutosheka, akaona ampe na mtoto kipofu. Yale maneno yakawa na wachoma ise. Lakini shangazi, kwa nini unaongea hivyo? Umewasikia kabisa madaktari walivyosema. Kama ungeniruhusu mimi kupata matibabu miaka miwili nyuma matatizo yalipoanza, nisingekuwa kipofu leo. Oge akashangaa, subiri, Ada umekuwa kipofu? Shangazi mtu anasema hapana, amekuwa muonaji. Yaani akimaanisha kipofu mwenye maono. Hivyo ni maswali gani umekuwa ukiuliza tangia tumekuja? Mpumbavu wewe. Kisha shangazi akaamka na kuondoka pale sebleni. Basi Oge na Ada wakashikana mikono na kuanza kulia kwa pamoja. Baada ya kuingia chumbani, Oge anamwambia Ada kuwa tafadhali acha kulia. Haya machozi hayawezi kutatua hili tatizo. Ada anasema Oge, naanza kuamini kuwa anachongea shangazi Maria ni ukweli. Kivipi? Sisi tumelaaniwa. Ada analia tu. Kisha anasema, hivi unakumbuka alivyosema kuwa sisi tumezaliwa hivi na mama alikufa kipindi cha kujifungua mimba yako? Tafadhali kumbuka baba alichotuambia. Zitakuja siku mbaya katika maisha, lakini zitapita na siku njema zitakuja. Kwa hiyo labda hizi ndio siku zetu mbaya na lazima zitapita, tunakuahidi. Ada anasema tangia baba amefariki hamna siku mbaya iliyopita. Oge anamwambia wewe kuwa na imani tu, kila kitu kitakuwa sawa. Ada ni kulia tu. Baadaye wakiwa wamekaa nje wametulia, mara anakuja shangazi mtu. We Ada amka. Kwa nini hakuna chakula jikoni? Oge akasema shangazi, sasa atawezaje kupika kama hawezi kuona? Eti atawezaje kupika kama hawezi kuona? Oge akala mbata. Hivyo ni mpumbavu. Ndio basi Ada na Oge wanaonekana jikoni. Ada yupo anaweka maji ndani ya sufuria. Ile analibeba hivi likaanguka kidogo tu limwangukie Oge. Mungu, Oge upo sawa? Ndio nipo sawa. Mara shangazi mtu anafika, ni kitu gani kinachoendelea hapa? Na kwa nini sufuria langu lipo chini? Limeanguka kutoka mikononi mwangu, samani. Na kidogo tu limwangukie Oge. Kwa hiyo, yeye unataka kuyaribu masufuria yangu yote kwenye hii nyumba? Vipi kama sufuria lingeniumiza shangazi? Kama likikuumiza kwani kitatokea nini? Kwani wewe ndio mtu wa kwanza kuumizwa? Liokote hilo sufuria na uhakikisho na akausha hayo maji. Mara inasikika sauti ikisema kuna mtu yoyote humo ndani. Shangazi mtu anasema binti yangu sasa amerudi. Nataka uyakausha hayo maji vizuri. Kisha akatoka mule jikoni. Oge akasema kwani mwanamke amekuwa shetani lini? Ada anasema tangia baba yetu alivyofariki. Basi wakaendelea kupika mule jikoni. Upande wa pili anaonekana mtoto wa shangazi mtu anaitwa Nanie. Basi mama yake akaja pale na wakakumbatiana. Mama, nimekumisi pia. Vipi kuhusu shule? Nanie anasema shule ni kazi sana, hata inipatie muda wa kuabudu. Mpendo wangu, Mungu anaelewa, sawa? Nanie anaitikia kwa kutikisa kichwa. Mama, ndugu zangu wako wapi? Ada na Oge. Shangazi anasema wapo jikoni wanaandaa chakula, ila usijali, nenda kwanza kaoge na ubadilishe nguo. Nanie akasema ngoja kwanza nikawaone, kisha kelekea jikoni. Kuingia hivi jikoni, Ada akauliza huyo ni nani? Oge akasema ni dada Nanie. Oh, dada Nanie, karibu. Oge naye akamkaribisha. Asanteni, ila Oge unafanya nini humu jikoni? Ada akasema ananisaidia kupika kwenye hichi kiti. Oge akasema Ada hawezi kuona. Basi Nanie akabaki tu kadua. Sasa baada ya muda Nanie anaingia chumbani kwa kina Ada na Oge na kuwauliza, kwa nini hamjaje kula pamoja na sisi dining? Oge akasema sisi tupo sawa tu hapa. Ada, pole sana kuhusu hali yako. Hamna mtu aliyeniambia kuhusu hili. Ada anasema ni sawa tu, ila madaktari walisema bado nina uwezo wa kuona tena. Hiyo ni habari njema. Ndio, na walisema kuwa natakiwa nipatiwe matibabu maalum na baada ya hapo nitaweza kuona. Kwa hiyo ni lini unaenda kupokea matibabu? Ada anasema hakuna cha matibabu. Nani anasema nini? Lakini hicho kiasi cha pesa sio tatizo kwa mama yangu. Oge anasema sisi wenyewe ndio tulikuwa tunajua hivyo, lakini amegoma kumlipia afanyiwe matibabu. Mnamaanisha nini kusema alikataa kumlipia hayo matibabu? Ada anasema shangazi alisema kuwa hana hicho kiasi cha pesa. Nani akamfuata mama yake na kumwambia kuwa nimeongea na Ada na kaniambia tatizo lake linaweza kutibiwa na pesa inayohitajika ni naira milioni 2, lakini umegoma kumlipia. Shangazi mtu anasema nimekataa au sina hicho kiasi cha pesa? Yaani mama hauna milioni 2? Ndio sina. Kwani wewe umeniona mimi na milioni 2? Vipi kuhusu zile pesa zote mjomba Richard alizowaachia? Yaani baba na kina Ada alizowaachia, kwani hizo ni zao au ni za Samson? Richard alimwachia pesa zake na mali zake zote Samson, na Samson amekufa na mimi ndio mwanafamilia pekee niliyebakia. Kwa hiyo kila kitu ni mali yangu sasa. Mama, cha muhimu ni kuwa hizo pesa zote ni za babao. Mfunga huo mdomo wako. Sasa nisikilize na unisikilize kwa makini. Kuanzia sasa na kutaka uanze kuwatenda kama mimi jinsi ninavyowatendea. Tutawatesa mpaka itafikia tu watatoka kwenye hii nyumba na kukimbia. Na niye anashangaa. Mama anasema ndio, kwa sababu muda si mrefu watatimiza miaka 18 na pale tu watakapotimiza miaka 18 mimi na wewe hapo tuna shida, tutarudi kule matopeni. Kwani hicho ndo unachokitaka? Na niye akatikisa kichwa kuashiria hapana. Vizuri. Ada na Oge wakiwa chumbani, Oge akasema nafikiria twende tukaongee naye. Tukaongee na nani? Shangazi Maria. Tukaongee naye kuhusu pesa matibabu yako. Huwezi kuendelea kuishi kama hivi. Lakini si ulimsikia alivyosema? Ndio, nilimsikia alivyosema, lakini tunatakiwa tu tuongee naye kuhusu hiyo pesa.
anasema hata hivyo ni pesa za baba yetu, lakini yeye sasa ndo anazozimiliki. Ni mjomba Samson ndio alitakiwa zimiliki mpaka tufikie umri fulani. Ada anasema ni mpaka umri ukifika, bila hivyo hatuna cha kufanya kuhusu hilo. Oge anasema mimi nienda kuongea naye. Oge, nafikiri hilo ni wazo baya, lakini bora ni wazo, kwa hiyo unakuja au? Basi Ada ikabidi akubali tu. Akashuka kitandani na kukishikilia kitu cha Oge. Basi wakafika kwa shangazi yao na kumsalimia. Shangazi akauliza shida nini? Oge amesema akadakia mwenyewe mlipie matibabu yake. Shangazi akasema na vipi kama nisipofanya hivyo? Sisi tunategemea utafanya tu kwa sababu ni pesa za baba yetu. Shangazi anasema sasa nendeni mkamwamshe baba yenu kabulini ili aje wasene chiki kwa ajili yenu apozi nye. Shangazi Maria, tafadhali tunakuomba. Shangazi anasema oh, kumbe mnaweza kuomba. Kwa hiyo sasa hivi mnaomba, si ndio? Mimi nilifikiri ni pesa za baba yenu. Ndiyo, ni pesa za baba yetu na tunataka ukalipe. Tokeni mbele yangu sasa hivi. Nimesema ondokeni kabla sijakasirika. Shangazi tafadhali, nimesema tokeni hapa. Ondokeni hapa sasa hivi. Basi wakaondoka.